the summit is something you should keep in record. Ni kitu ambacho unafaa kuweka kwenye rekodi zako, kwa sababu being on the mountain for 40 days, I know majority of you have been very serious. I've been with some of you ambao tumekuwa tukifanya maombi hata kwa simu, wale ambao tuko na WhatsApp group ya maombi kuamshana usiku tunaomba. I know majority of you have been very serious about the Moses Calling Prayer Mountain. And as I said on Sunday, prayer is a treasure. Maombi ni kitu ambacho hakipotei. Maombi ni kuwekeza. Na kama kuna mtu hapa amekuwa kiomba Mungu kwa sababu ya jambo fulani, hata likikawia, never give up. Praise the name of the Lord. Hata likikawia, never give up, because prayer is a treasure. Na nilikuwa nasoma kitabu kingine kinasema the only way we can connect with our holy God, it is to get into the depth. Bwana Yesu atukuzwe. If you want to meet with God, as I said on Sunday, there is that point of secrecy, and the point of God's secrecy is the inhabit of God. Mahali pa siri pa Mungu, hapo ndio mahali pake pa kuishi. Na Mungu hatapatikana kama hatuendi kumtafuta katika mahali pake pa siri. Biblia inasema ya kwamba mtafuteni maadamu anapatikana. So it is our work. And as I say, prayer is work and it works. Maombi ni kazi ambayo hufanya kazi. Na ni kazi ambayo haipendwi sana. Maombi ni kazi ambayo haipendwi sana. Let me tell you, kama katika maisha ya Ukristo kuna kazi ngumu, ni maombi. Kama kuna kikundi ambacho hakina wafuasi wengi, ni kikundi cha intercessory. Praise the name of the Lord. Kama kuna kikundi ambacho hakipendwi, ni kikundi cha intercessors. Because prayer is work. This is where faith is needed. If you see a person joining a group of intercessory or the team, she or he is a person who have decided not to walk in flesh, but in spirit and in faith. Because prayer is rejecting the flesh. Prayer is ignoring the man of the outside, so that you can concentrate with the man of the inside. Because prayer is the depth of God. Maombi ni undani wa Mungu. Praise the name of the Lord. Niliwaambia hapa siku nyingine, hauwezi patiwa kitu na mtu ambaye hauongereshi. If you don't speak to me, I don't and I cannot understand your desires. Kama uniongeleshi, uniambii unavyotaka. But when you speak to me, you can easily tell me, I need this or I need this. So a point of meeting with God for our needs, it is in his depth. Katika undani wake. Na undani wa Mungu ni maombi. Bwana Yesu atukuzwe. I wrote sometimes, kuna mahali nilikuwa nimeandika, kuna kitabu yangu nilikuwa nimeandikanga hapa nyuma, 1 week without prayer makes 1 week. Acha nitengeneze hapo. 1 week, wiki moja. 1 week. Wala wanaandika, unaweza andika 1 week. Hiyo ni ya wiki. 1 week without a prayer makes 1 week.
wiki ya WEAK. Wiki moja bila maombi hukufanya Mkristo dhaifu. Praise the name of the Lord. And how can I become a prayerful person? Mimi najua watu wengi hujiuliza maombi huanzwa wapi? Safari ya maombi huanzwa wapi? Prayer comes when you decide to walk with God. You cannot understand the power of prayer until you understand the importance of walking with God. Kutembea na Mungu. When Moses decided to walk with God, that is where they began a conversation. You began a conversation with someone when you begin to walk together. Because prayer is a conversation between man or the physical into the supernatural world. That is the only connection. You cannot be connected to the supernatural world if there is no prayer. And prayer is the only secret to enter into the depth of God. What happens when you get into the depth of God? What happens? Lilio kadhie hithoine cia Ngai. Wakati utaingia katika siri za Mungu. What happens when you enter into the depth of God? Let me tell you. Any person who prays in the depth is not like a person who prays on top. Kuna a very big difference ya mtu ambaye ako hapa juu na mtu ambaye amezama. Hao watu wawili ni tofauti sana. Praise the name of Jesus. Mtu ambaye amezama ni kama tu kwa shamba. Ile viazi iko na huko chini haiunguagi na jua. Lakini ile viazi inakataanga, inamea hapa juu, hata inataka kujitokeza. Hiyo huungua na jua mpaka inakuwa green. Lakini ile imejificha ndani. Kama hautaki kukwaruzwa, dunia iko tayari. Kama kuna kitu ambacho kimegoja sana, the Bible says, Yesu akaambia mitume wake, ombeni zaidi kwa sababu nimeona shetani akivuka mbele yenu. Tunaona shetani ayuka mbele yanyu. Kiria kingi kuhitha, kiria kingi giria ogurario ni thino, tondu thino yathametie kanu oguo na yathamete aigite ndwara oguo iretho kindu ingika atia ingiguraria. The only thing that can help you, it is to go deeper and deeper and deeper and deeper. That is when you will never hear again the voices of the world, the negativity of the world. You will never ever hear again. Kama hautaki kusikia kelele ya dunia, jifiche na uzame. Kama hautaki majibizano ya ulimwengu, jifiche na uzame. Praise the name of the Lord. Until you enter into the depth of God. Kuna siri kwa Mungu. Kuna huyu Mungu tunatafuta hapa juu. Lakini kuna Mungu wa undani ambaye ukimjua zaidi utampenda zaidi. Na wacha nikwambie wale watu ambao wameomba sana. Nilikuwa naongea na Pastor Frank, nikamwambia tangu from the 20th day, kwa sababu tumekuwa tukiomba maombi ya 21 days. Lakini wale walipitisha 21 days na wakasonga, hata hawapendi chakula, wanapenda Mungu. Kwao sasa chakula sio kitu. Mapenzi yao kwa Mungu yamepanda, kwa sababu the more you go deeper, the more you meet him. The more you meet him, the more you converse with him. The more you converse with him, the more you know him more. And that is why Daniel said, those who know their God well. Aliongeza well. Those who know their God well. So it means there are people who know their God, but they don't know him well.
And there are those people who know their God and they know him well. Hao ni wale watu hawaogopagi. Hao ni wale watu wanasemanga najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. And when they are saying that, in them the conviction of faith is double right. Hao ni wale watu wakisema najua Mungu anatengeneza njia, ndani yao wanahimizika na wanajua hiyo njia itatengenezwa. Praise the name of the Lord. Those who know their God well. And that is the depth of God. We cannot be here praying for 40 days of fasting and then you remain the same. Because prayer changes men. Prayer changes us. We cannot change a prayer. It is prayer that changes us. And prayer is the only power that can work within you. Ndio nguvu peke yake ambayo inaweza kufanya kazi ndani yako. Na ndio nikakwambia kwamba mtu ambaye huomba anaweza acha dhambi. Lakini mtu ambaye anaacha kuomba anaweza kutenda dhambi. Mumeshika ama mumekanganywa? Yule mtu uzidi kuomba anaweza wacha dhambi. Lakini yule mtu anaacha kuomba atatenda dhambi. It is the only force that can liberate you from a sinful world. Prayer. Maombi yana nguvu. Ambia jirani yako maombi yana nguvu. Praise the name of the Lord. The depth of God is found in surrender. As a Christian, you have to understand that surrender is not a loss. Surrender is an exchange. How do I surrender? Surrendering, it means I'm giving up on some things. I have surrendered myself. That means when you are surrendering, kama ukiangalia wakora wakipatwa na polisi, sema kuanzia leo mimi sitaiba tena na ile bunduki nilikuwa nayo, I have surrendered. When you surrender, because the depth of God is found in the surrendered souls. You cannot enter into the depth of God without a surrendered soul. Lazima moyo wako sasa ujipatiane. Kuna watu ambao katika maombi wanapatiana vitu zingine, wanabaki na zingine. Praise the name of the Lord. Mungu ni mzuri, nitaingia katika maombi lakini siwezi waacha kusengenya. Hapana, mambo ingine yote nitawacha. Ndeto ciana isama. Ndigihota kwaga kuhejio kunorio ni mene. Hapana, surrendering is laying down anything that blocks you from entering into the depth of God. Because the depth of God calls for the behavior of God. Are you together? Nigetho tonyo likuine wa Ngai, no nginya tonyo ni mutugo wa Ngai. The behavior of godliness. So surrendering, it is to say, Father, I ignore my body, I ignore my flesh, I ignore the beauty of the food that I can see. I am surrendering so that I can get into the depth. Nimeacha mambo ya dunia ili niweze kuingia katika siri zako. And the Bible, remember the Bible says, whatever that is revealed belongs to us and our children, but the hidden belongs to God. So if you want to get into the hidden, kuna mambo mengi ambayo Mungu ameficha na unahitaji kuyaendea katika hizo siri zake. Ili akufunulie lazima umpate katika hizo siri. Kwa sababu anasema yale mambo ambayo yamefunuliwa ni yetu na watoto wetu, lakini yale yaliyo katika siri ni yake. Enda katika siri upate yale mambo yamefichwa. Hapo ndio kuna nguvu zako. Hapo ndio kuna kibali chako. Hapo ndio kuna neema yako. Hapo ndio kuna mashamba yako. Hapo ndio kuna magari yako. But until you enter into the depth of God. And I know the most hard thing for believers, it is to surrender. It is to surrender.
Kama kuna kitu kigumu kwa Wakristo ni kusarenda. Hata hapa ukiwaambia sasa ni wakati wa kwenda mbele za Bwana, hasa ni wakati wa tembea hapa ukipiga makofi, enda kule mwisho ukiambia wamama hawaendi, watatoa jasho, makeup itoke. Hawataki. Na unaambiwa for you to enter into the depth of God, it is by surrender. Makeup ya 10,000. Ukiwaambia rukeni kwa furaha, anaimba hivi, Jehova ametuletea uzima, imbeni kwa jasho isitoke, laini ijichore. Until you surrender, that is when you'll know the depth of God. Until you surrender. Wengine tunawaambia twendeni katika magoti, enda mbele za Bwana, watu wanalala. Mungu tukumbuke, kumbuka familia yangu. Amevaa nguo ya white na haiwezi pakwa. Amevaa nguo ya white na hataki ipakwe. There is no day you'll get into the depth without entering into a point of brokenness. God is found in that brokenness. That point when you will ignore and forget that you have makeup on your face, cry to the Lord, wipe off the makeup. That is your point of surrender. Until we get into brokenness. God is found in the brokenness. The Bible says in the book of Psalms, God is so near to the broken hearted. Until you enter into the brokenness. Bwana Yesu atukuzwe. Watu hawataki kuvunjika. Hakuna siku mtatoa watoto, mtapata watoto bila kuvunjika. Maandiko yanasema kwamba wakati Hana alienda hekaluni akapiga magoti, akainama, maandiko yanasema ya kwamba akalia mpaka machozi yakaisha, maombi yakaisha, mdomo ukabaki kuinuka. Nabii ama mtumishi wa Mungu akaenda akamuuliza, kwani wewe mama ni mlevi? Akamwambia, sikiliza, if you can understand the pain in my heart, our pain will be seen in our point of brokenness. If you want God to identify that you are in pain, break before God. The depth of God is for the broken-hearted. Maandiko maruga nake Ngai ni akoragwo akuhiriirie andu aria thuthe ku ngoro ciao. Lakini watu hawataki kuvunjika. Kanisani unaambia watu tuzame, hataki, anaangalia watu hivi. Anashindwa hawa watu wanafanya nini? Ndimi zinakuja, bado anaangalia watu. Niki haya. Ngai, aya marathio mai. You cannot feel the touch of God if you cannot break before Him. Surrender is breaking before Him. When we surrender, we give all that we have, because it is not about us, it is about God. Forget about your clothes, forget about your beautiful hair, forget about your goggles, forget about your shoes, and break before God. In that brokenness, that is when we find God. In that brokenness. Mtu anaimba praise and worship hapa na hawezi peleka watu mpaka wavunjike magoti waende chini, kwa sababu hata yeye mwenyewe havunjikangi. Kuimba ni ile ya kawaida. Baba mbinguni hakuna kama wewe. Hakuna kuvunjika. Hakuna. There is no point of brokenness. If you are leading people here, before they get broken, you have to be broken first. A broken soul can attract another soul to get broken. You cannot go to the depth
and leave other people hapa juu. Kama utazama, watu watazama. Because to enter into the depth of God, it is to live the normal. Don't do it in a normal way. Praise the name of the Lord. Yes. Katika ile kanisa ambayo Hana alikuwa naomba, watu wengine walikuwa naomba, lakini akaifanya kwa utofauti, akavunjika. Kuna vitu ambavyo havitawahi kalia mikono yetu mpaka tufike mahali pa kuvunjika. Kuna huduma hatutaweza kuongoza mpaka tuvunjike. That point of brokenness is the point of finding God in his depth. Praise the name of the Lord. Lakini sasa tukisema tufunge na tuombe, wengine tunakonda, tunashindwa kutembea. Mwingine anamkia nyama kilo 1, ngwase 3, maziwa kikombe na soda, na ni asubuhi. Alafu anakuja hapa, anafikiria tunafanana. Sisi tukisema nego kuona nikafa habe muteigoro wautio nikunyiherwo wakwa nejui neukujerera. Adwari ange, people are broken. We orainokerurukaga nyama. Surrendering ni kuacha yale mambo huonekana kama ni mazuri. Kwa nini maandiko yanasema kwamba walipofunga na wakaomba walivaa magunia? Ni kwa sababu mapambo ya dunia yangewazuia kuvunjika mbele za Bwana. Kama umevaa gunia, hakuna mahali huwezi lala. Kama umevaa gunia, hakuna jambo huwezi fanya. Lakini sasa tunapatia Mungu ustaarabu mwingi sana, na tunahitaji atutembelee. The Bible says God is so near the broken hearted. Praise the name of the Lord. Surrender. The depth of God is found in surrendering. Luke chapter 9 verse 23. Wale wako kule juu, if I can get that Bible verse. Luke chapter 9 verse 23. Bwana Yesu atukuzwe. Ambia mwenzako, makeup isikuzuie kuvunjika. Mwambie nguo za white utanunua zingine. Luke chapter 9 verse 23, the Bible says, and then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily. They must. If you want to become one of his disciples, you must deny yourself and take up their cross, not monthly, not yearly, but daily, and follow me. Jesus knew so well the enemy of your spirit is your flesh. Shetani anajua vizuri sana. Mungu anajua vizuri. Na hata shetani anajua. Mungu anajua adui ya roho yako na kupenda kwako ni mwili. And that is why Jesus said, if you want to become a disciple, who is a disciple? A disciple is someone who can tell the will of God because he's a friend of God. He must or she must deny herself or himself. The depth of God is a place where flesh is denied the access. You cannot enter into the depth of God when your flesh can access your spirit. Mahali pasiri pa Mungu ni mahali ambapo mwili lazima uachwe juu ndio roho izame. Lakini sasa sisi tunataka kwenda na mwili na tuende na roho hapo katikati, hapo zaidi chini hapo.
Tunataka tuingie tukiwa wote, mwili na kwenda kwa twende huko chini. Lazima kimoja kibaki juu. Katika siri za Mungu, in the secrecy of God, in the depth of God, something must be left up, and that is the body. Unakuta wamama wanasengenyana vizuri na ni mtamu. Hakuna kitu tamu kama wamama wakiongea maneno ya wenyewe, ni tamu sana. Lakini ukiweka sikio lako unasema wacha niache mwili juu, kwa sababu nataka roho ikae katika siri za Mungu. I want my spirit to remain in the depth. Unasikia kabisa wakisema nyina wa goireke kwire oka haisio we eke gwire. Hakuna kitu tamu kama hii eke gikwire taikara hau go haisi no na Jumatatu unaona vile nawahubia kama amenyamaza. Koroni jabio ndiramuhe mugireo gutiri kindu gisa mataku eke gwire makiono no igo neigana no na mwaje gucokia na tuwe kanitha ndambia jambio na niciacika gukira kihu ndio mutira njokeria no jambio ni mukuereire kwanja wagatiba eri. Hakuna kitu kitamu kama the conviction of the world. Hakuna kitu ambacho kimejirembesha. Na kama tunataka kuzama katika maombi, tunataka kuzama katika uungu, kuna kitu kimoja lazima tufanye. We must ignore the beauty of the world. Lazima tukatae urembo huu dunia. Hakuna kitu kirembo kama dunia. Praise the name of Jesus Christ. Gutiri kindu kigemie ta maundu maria mari gukuthi. Ona hapa kanisa hakuna kitu kingine, ni maspika na viti. Lakini enda kule nje uone vile wana invest kwa vilabu. Ilafu sira invest ile kiroginya screen teno nigetha wirorere mubiro te kunoga urona kibira mundu wothe igano thiku ici kule kiroginya mahua na iretu mara ndirona marahurwo mbica manyitite uguo na tu message twiho turandikwo na wetia ya goro ikareho na matawa marakana wakuru warehero ngimogu ati ukona ngima yukite inirwo ni ciana na mamu wao na nyamu irakanio gutiri no ni kaba guikara maisha mahana uguo no uture uri thiri-ini cia Ngai, tondu maandiko moigaga nake Ngai andu aria ari thiri nao ndari amahitha ndundu. Hakuna kitu kirembo kama dunia hii. Hii dunia ni mrembo. Hii dunia hii. Siku hizi naona mpaka matatu zinawekwa ile kiti kama ya nyumba, unafunguaga hivi miguu zinafunguka hivi. Halafu inawekwa muziki. Mpaka ukitoka unasikia umeshiba, ni vile speaker zinapiga huko ndani. Lakini zile matatu zinawekwa kwa wimbo ka Mungu, hamutaki. Mnataka hiyo, mpaka mnapanga laini mnazigoja. Tenye dagi kari kira kiguthaga. Na nginya nyimbo icira ino theinie ndui ona rumwe. Na ndukauma uwe. No ile zile kitu tore twatwa Ngai Jesus reigns. Hamutaki. Murenda icio Makaveli. Paradiso. Ona paradiso ni njega ya matu-ini. Ino egiretwo atia? Mood. Gari na nginya DJ. Ati kabore magana matano guthiro Ngai. Handu ha kuingira ngari yandikitwo Rukagina Sako itari rwimbo na ni igana igukuri igana kaba weterere eno irahurwo nyimbo taramenya ciire tumenjaga urenda guthii uguo na wi muthuri wa kanitha airetu marenyogondo uguo hau magikago kinya gokera andu ino no mundu amenya gegikinya. Ni dunia. Kama kuna mvutano katikati ya mwili na roho, inasaidiwa na hii dunia.
Praise the name of the Lord. Inasaidiwa na hii dunia. Na Yesu akajua, akaambia mitume wake, kama unataka kuwa mtume halisi anifuate, jikose. Deny yourself. Kama kuna kitu kimetuzuia kuzama katika undani wa maombi, ni sisi wenyewe. Praise the name of Jesus. Hata hapa si unaona, ni kwa sababu ni prayer summit. Hakuna watu wengi, kanisa iko nusu. Lakini tangaza tuko na Kegosho Fest Wednesday. Saizi wangekuwa wamefika huko, lakini kwa sababu ni maombi. Maombi ni kazi. Haipendwi, lakini nayo hufanya kazi. Unaweza kosa uonekane ukiwa na mali nyingi. Unaweza kuonekana huna vitu vikubwa, lakini kuna utukufu hautawahi fikiwa na mtu ambaye haombi. There is a unique grace. There is a unique glow of your spirit ambayo mtu mwenye haombi hawezi fikia. Ni muno akoria ati na niguo muhoire ri kaigai atakeiguaga. Mundu ucio angikorwo ni ahoyaga tawe ni angirona ona uthiu ona mwiri ona meciria mutihanaine, because you live in the depth of God. Uri ohithitwo uhitho-ini wa mwene hinya. Aikara kegunya-ini kia mwene hinya. Ugu ni kwa mundu ucio rari hindi we no umurorage na ritho ria mwiri ukona ta heindo atari, no ritho ria kiroho mundu ucio he undu atari. Praise the name of the Lord. The depth of God. In the depth of God. Listen. How and what happens when we surrender? Surrender, it is to risk for today so that we can protect our future. Living in the depth of God is protecting your future. Andũ arĩa ũmũthĩ marikaga na magaikara ũrikuinĩ wa Ngai nĩ kũrisk mariskaga ũmũthĩ wao nĩgetha mamenyerere rũciũ rwao. Praise Jesus. A prayerful person is a person who risks for today so that they can protect their future. Because prayer is a preparation of where we are heading to, but not where we are coming from. Mwanyita. Prayer is a preparation of where we are heading to, not where we are coming from. Maombi ni kutayarisha tunakoelekea, lakini sio kule ambapo tumetoka. If you are praying today, be sure that your tomorrow is safe. Because you have already invested in the depth of God. Hili mtu ambaye anasema maneno leo mbele za Mungu kuliko mtu ambaye amenyamaza leo akisema atayasema kesho. The words you utter before God, yale mambo ambayo unatamka leo ukiyaelekezea Mungu, hiyo ni hazina na utaivuna. Na wengine wenu haitakaa sana, kwa sababu kila mtu amepewa neema yake. Kuna wale wamepewa neema ya kupanda, imee, wapalilie, waweke dawa mpaka watakapovuna. Na kuna watu ambao wako na neema ya kuingia katika mavuno. Si unaona Naomi na Ruth wanakuja, wanatoka kwao, wanatoka Moabi, wanakuja, wanaingia shamba ambayo hawakupanda, wanavuna na inakuwa yao. Kila mtu amepewa neema tofauti. Mungu si akupee hiyo neema ya kuingia na kuvuna. Katika jina la Yesu Kristo. Katika maombi yako ingia katika neema ya kupanda na kesho uvune. Kwa sababu maombi unayoomba leo ni hazina, na hiyo hazina hauweki bure. And the best thing about prayer is that God will never lose any word that was uttered with faith in you. Kila neno ulilotamka kwa imani, gaida hana mami wanyu.
ati ne wikara thina gitaruru athure mboco imwate imwaruge gutire ihoya Ngai agathura ate ona riria wahoire no rimu bata no wari gwetire na witikio ndwe kore ihoya ungihoya wana ai hau ne ndahoya wana we ti Ngai ni ndakugoca muno tondu ni uritha ni uri inya Ngai ni njui Ngai thino ndikoima ona itathiete na ndege yakwa afuga kira wewe ideti yake ginyoka gwata wahoya naki gutire ihoya rihoyagwo na witikio we no wicirie wahoya no rimu no uri ogukayagira tikirimu. Praise the name of the Lord. Uri ogukayagira tikirimu. Any word that has come out of you by faith and you are directing it to God, that is a prayer. Na Ngai ndagathura ugu atiriri haha ni ahoya wega ndana ahoya wega God has no a dustbin for your prayers. Every prayer, every silent word you utter before God, it becomes a treasure. Mungu huichukua na anaweka katika siri za Mungu. Hakuna kitu cha kutupa. Praise the name of the Lord. And listen, when you are risking your today so that you can protect your tomorrow, continue even when they call you a useless person. Unajua kuna watu wanaonaga tukiwa kanisani tukiomba wanashindwa. Runi kia mareka haya mahoire Ngai kuma rira maciarirwo kai Ngai ataiguaga Ngai ndari thina wake. Muthenya umwe no mukoiga atiriri uguo wona Ngai amwikira ni mahoya maria tuire ahoyaga. Ipo tu siku maombi moja tu Mungu ataichukua. Katikati ya maombi yako mingi kuna moja tu ataichukua, na atakapoinua hivi watajua kuna ombi limeinuliwa, watajua kuna ombi ambalo Mungu amechukua, watajua katikati ya maombi yake mingi kuna moja Mungu ameinuka nayo. Praise the name of the Lord. Continue praying, usiache. Sasa unakuta mtumishi wa Mungu Hana akiomba hapa, na sio kumaanisha Hana hakuwa anaomba. Hana alikuwa anaomba maombi mingi, lakini hiyo siku Mungu akachukua ombi lake la kumpatia mtoto. Katikati ya maombi yetu mingi tunayoomba kuna moja itainuliwa. Kuna moja itainuliwa, na labda ni hiyo ambayo umeomba leo katika jina la Yesu. Hiyo siku Hana alikuwa hekaruni, Mungu alikuwa tayari amepanga, huyu mama nitamuinulia hili ombi, huyu nitamuinulia hili ombi. Haujui katika maombi yako labda hiyo ambayo umetaja jumba yako leo ndio inainuliwa. Katika maombi yako labda umetaja watoto wako Mungu awasaidie, haujui kama ndio itainuliwa. Lakini kile kitu haufai kufanya, usiache kuomba. Praise the name of the Lord. Usiache kuomba, and that is the secret of the depth in God. Na wacha niwaambie Wakristo wetu wa JCM, the reason into why God is found and easily found is when we get obedient to look for Him. Don't be so proud that you cannot go and seek God. The secret of getting into the depth, it is when we will be obedient enough to seek for Him. Wale watu ambao watanyenyekea na wamtafute, anasema nitafuteni maadamu nipatikanapo. Unajua kuna mtu anaweza sema akenyobire gotidange mwetha na nio ndekuo akenyobaga acoke ate adiganirie na ni anjoe na ritwa riakwa ndanjetheo nake. We, Mungu ni wa wale wamtafutao. Anasema njooni kwangu nyinyi ambao sio mimi nakuja kwenu, hapana. Anasema njooni kwangu nyote ambao mumelemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. So it is for our effort and our obedience to go where He is. And where is our God? In His depth. How can I go there? Do I need transport money?
Do I need an aeroplane to go there? No. I just need to be obedient and look for him. Ti Ngai wathire ũrĩrĩ-inĩ wa Hana, nĩ Hana wathire nyũmba-inĩ ya Ngai. Praise the name of the Lord. Ngai nĩ angĩokire ũrĩrĩ-inĩ wao, no nĩ Hana wekire atĩa? Wathire nyũmba-inĩ ya Ngai. Mahoya nĩ key. Kana how do we get into the depth of God? It is when we will be very obedient to go before him. And when you go before the Lord, that simple word, Father, I come before you. That is a very powerful phrase in your prayer. Hindi ciothe mwathani aigua mundu urakaya akoiga baba riu ni ndoka kuri we, ni akoragwo akimenya wi mwico, ni akoragwo akimenya wi mwico. Na gutire mundu uri wathie mbere ya Ngai agacokithio. And let me tell you, the tragedy of a believer is when your voice will be absent in heaven. Ile makosa ambayo unaweza kufanya kama mtu amnaye amini ni sauti yako ikosekane binguni. Anytime, any moment, make sure that your voice is present in heaven. Kuna watu wengine wanataka Mungu awainue, Mungu awabariki na sauti yao ilisikika mara moja. Tariki 31. Ui Ngai nĩ ndagucokeria ngatho mwaka nĩ wathira. Ndiretĩkia atĩ rĩu nĩ niĩ Mwathani ndakinyia tariki 31. Ndigĩtie ithaa rĩmwe Ngai nyone mwaka mweru, my year of expansion. Kuma 31 nginya thaa ici gũtirĩ mũgambo ũngĩ waku matu-inĩ. A frequent prayerful person is a person who acts like a reminder to God. Ucio ni mundu ũrĩa wikaraga akĩhoyaga, ni mundu ũririkanagia Ngai no ndĩragũkaĩra. Kũrĩ andũ mahoire magĩcoka magĩkira nginya Ngai agĩciria nĩ monire kĩrĩa metha. Praise the name of the Lord. Remind God frequently. Amesema kwamba jitwike msalaba wako unifuate na ubebe kila siku. Daily. That is what the Bible has said. Daily. Mimi kuna kitu hunishangaza. Sijui kama tulikuwa na Gatudhu ama tulikuwa na Hiram, tukaenda kwa Mofam ofisi. Kuna wa Egyptians, hawa Waislamu wa kutoka Egypt wamekuja huko kwa Mofam kwa factory. Sisi tumeketi kwa ofisi ya Mofam, kuna viti mzuri, tumeketi. Mara moja saa 10 kamili tukaona yule mtu ni mweupe na ni Waislamu. Tukaona ameinuka mara nikei. Ni ndio na muda rugamete uko tariki ona spring. Tukaona amesimama, ameangalia pande moja, halafu akainama mara 3. Saa 10 ni masaa yao ya maombi. I was so challenged. Paka nikauliza hawa kwaria mari ni turi twakinya handu tukarugamia ngari tukauma tugaturia maru andu makoiga ine ya Kristo marahoya. Hakuna. Those people are so faithful in prayers. Ikifika saa 10 lazima usikie misikiti yote Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wale wako nyumbani hata kama hataweza kuja hapo hapo kagunia chini na anaanza kuinama. Niambie mahali ushawaiona Mkristo amesimamisha gari ama Wakristo wameambia dereva wa matatu ile wako nayo safari yao wanaenda Eldoret, wanawaambia tunasikia kuomba, simamisha kidogo Timboroa. That is how we miss the depth. Sisi uomba maombi moja tu. Wadhani ni wewe tu Yesu Kristo. Nikujokeria. Nikujeherio tukwa nduma. Na wale otheri wa kiroko. Tidania hamwe nani? Na tuhe mugate witwa obothenya. Ekio Ngai. Amen. Bogwa, what you remember this skuru? Sivyo ndivyo mnafanya.
Hiyo maombi ingine siku mzima mutashinda shughuli zenu, mambo yenu, mufanye mambo yenu, tena ukilala ndio utakumbuka. Na hauombagi kwa sababu unataka, unaombaga juu ya uoga na usikufe usiku. Yes. Kwanza baba yangu, mama yangu nilikuwa namsikia wakiomba na baba yangu, sababu kwetu nyumba ni za mbao. So nilikuwa nasikia wakisema mwathani cũthĩrĩria nĩ twaingĩra ũtukũ wa nduma ũrĩa mũndũ erigagwo. Hauombi kwa sababu uliingia katika siri. Hauingii kwa sababu you are deep in it. Unaomba because of a circumstance that can happen. Ati urahoya nigetha ati Ngai akugitirĩrie ati rigicĩria mũciĩ na thakame ya Jesu Kristo na nĩ nyuĩ mũtairigĩte. Riu urahoya mũciĩ ũcio wĩirigĩrwo na thakame ya Jesu Kristo tondũ nĩ mwakoma na ndũgũke mĩkora. No ndũrahoya tondũ waingĩrire ũriku-inĩ wa kũhoyaga na gũkayagĩra Ngai. Nĩ tũtige gũtwaragwo kũhoyaga Ngai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa twagera kana maũndũ marĩa tũragerera. Let it become our behavior. Praise the name of the Lord. Let it become our behavior. Mimi ninapenda sana ninapokuwa katika safari, huwa napenda kuweka worship. Kuna worship nilionyeshwa na Njoroge James, zinakuwa nyimbo kama 200. Hizo nyimbo ukiweka, ukifika wimbo wa 10 unakuwa umeanza kuomba wewe mwenyewe na uko katika safari. Live a life that motivates you to pray. Lakini tukiingia kwa nyumba zetu, hata muziki ambao tunaweka sio muziki ambao unaweza kuvutia maombi. Praise the name of the Lord. Ni sawa, nyimbo ni mzuri na kusikiza nyimbo ni mzuri, lakini kama Mkristo ishi katika mandhari inayokuvutia kuzama. Sasa wewe unaosha vyombo halafu unasema runi karibu kaliko kega. Haya, mimi najua yenye Gatuthu wanapenda. Sasa nauliza Gatuthu, rĩu agĩkĩra nyĩmbo ici tũrĩhoya rĩ? Na sasa hizo mnaenda mpaka Eldoret, halafu amekuwekea njĩtagwo kamũthamaki na mwĩrĩ basala, rĩu tũkahoya rĩ? Ciana ciakwa ciĩ magũrũ gĩkinyũ kĩathiaga onacio, rĩmwe ndenda gũciarĩria ngana nĩ ndĩ guoya wa hiki. Sasa tukahoya rĩ Gatuthu? Tutaomba lini wapendwa? Hiyo ndio nyimbo yenye Gatuthu anapenda. Gatuthu hatawahi kukuwekea nyimbo ya kanisa. Kwanza kuna wengine anayeniwekeanga ati gukwenda nginyo turwo ni maitho kiwendo kina. Sasa tutaomba lini Gatuthu? Ati kiwendo kina mĩigua ta njege. Sasa Wakristo tuongee ukweli. Hiyo gari mnaona kama kuna wakati tutasimama tuseme Baba umetutendea? Tutaomba saa ngapi? Na ndio maana Yesu akaambia mitume wake, kesheni mkiomba msije mkaanguka katika majaribu, kwa sababu kuomba na kuingia in the depth of God huwa kuna tuondolea shida na matatizo ya ulimwengu huu. Lakini sasa ile mandhari tunakaa, hakuna siku utaingia katika mandhari ambayo inavutia hata maombi katika maisha yako. We have to live a lifestyle because prayer is not a feeling. Prayer is not a taboo. Sio kitu tulipata kwa sababu kinafanywa tufanyange. Prayer is a lifestyle. And when you live a lifestyle of prayer, victory becomes evident. Wale watu huishi katika maombi kama maisha yao, ushindi hawautafutangi kwa kugharimika. Ushindi hufanyika. Wale watu huomba ni washindi. Na ndio unaona wakati wowote Yesu jambo lilitokea aliomba kwanza. Hata alipofika katika kaburi rafiki yake Lazaro, kabla hata amseme afufuke, Yesu aliomba. And that is how you understand the depth. Wakati utajua ya kwamba suluhisho la mambo ninayopitia ni maombi. Kuna watu wengine hung'ang'ana. Kama vile Yesu aliambia mitume wake twendeni ng'ambo ile,
Na maandiko yanasema kwamba walipokuwa katika mashua Yesu akalala. Yesu alipolala, Biblia inasema ya kwamba ile mashua ikaanza kuzama na kuingia katika maji. Wale walikuwa na wao wakachukua mwiko, wakaanza kung'ang'ana. Wakati waliona their efforts are bearing no fruits, wakamwamsha Yesu, amuka mkubwa, meli yetu inazama. Wakati maandiko yanasema ya kwamba wakati Yesu aliinuka akaongelesha bahari na bahari ikatulia. Kabla tung'ang'ane sana katika maisha, tuombeni kwanza. Kabla tung'ang'ane, tuamshe Yesu kwanza. Kabla tuchukue mwiko, wacha Yesu aamuke kwanza. Katika maombi, amsha Yesu kabla ung'ang'ane. Ndio maana tunang'ang'ana. Kwa sababu kabla kuliko tumwamsha Yesu mbele, tunaanza kuchukua mwiko. Achana na mwiko yako ya maisha, amsha Yesu kwanza. Yeye huamshwa katika maombi. Kabla uchukue mwiko, ung'ang'ane na kinachokusumbua, amsha Yesu kwanza. Biblia inasema kwamba waling'ang'ana, wakang'ang'ana. Mashua yao haikusimama, bado inazama, mpaka walipomwambia Yesu, amuka sasa. Kabla nyumba yako iishe, amsha Yesu kwanza. Wachana na mwiko, amsha Yesu kwanza. Praise the name of the Lord. Kabla watoto wako waishie kwa pombe na bangi na dawa za kulevya, amsha Yesu mbele. Wacha kuchukua mwiko, ambia mwenzako, amsha Yesu kwanza. Before we struggle, let us awaken the Master. He has the final word. He will calm the storm. Atatuliza mawimbi ya maisha yako, atatuliza mawimbi ya ndoa yako, atatuliza mawimbi ya ukulima wako, atatuliza mawimbi katika biashara yako. Katika maombi Yesu huamka. Katika maombi anaamka. Riu acio moire mĩiko yao mageragie na mwene kũhoreria iria akomete ha. Mũhoreria wa makũmbĩ ma mũtũrĩre waku akomete hau wĩikaire. Niwe otararia, niwe otaramũkĩria, niwe otarakaya. Ũmwĩre mũnene, ũkĩra nĩ tũgũthira, tũtanathirarĩ, reke ngũkĩrie. Watu waamshe Yesu. Bishop, nilichukua loan kwa chama ya wamama, amsha. Wachana na mwiko. Korwo nĩ mamenyete mokeria Jesu nĩ gũkũhorera, matingĩataire hinya wao. Nĩtũtiga gũte hinya witũ kĩhonoko-inĩ, nĩtũkĩrie Jesu. Okĩragio na ihoya, okĩragio na gũthaithwo, okĩragio na gũkaĩrwo. O mũndũ nĩ okĩrie Jesu. Amusha. Praise the name of the Lord. Listen to this. In his depth, that is where we sustain how we feel about him. Kuzidi kuomba ndio kunadumisha vile tunasikia kumhusu. In his depth, that is what sustains how we feel about God. Unajua ni ngumu sana uone mtu ametembea hivi kwa barabara, alafu usikia amesema Yesu ninakupenda. It's very hard. Ni ngumu sana ukute mama anafua, alafu akiwa tu amefua aseme Yesu ninakupenda. Hapana. Wengi wakifua ndio wanafanyaga tumeroli. Sidio? No, ni vigumu sana uone mama anaosha vyombo aombe. Gumu. Ni ngumu. Ati unafua ama unakatakata viazi uombe, utajikata. But when we enter into the depth of God, that is what sustains our feeling towards Jesus. Hapo ndio unasikianga kumwambia nini gwendete. Jesu wikindu kia goro. Ni udutite kuraya. Ingithie kunjura no nawe ni atia ingika nyume wega-ine waku niki ingiheo nigetha ndigane nawe ti irio cianda aca ni ruhiu rwa njora aca ni bara aca. In the depth
of God, that is where we pour out our love to him. Hapo ndio tunamwambianga vizuri. Hapo ndio tunamwambianga vizuri. Vile ambavyo tunahisi kumhusu. Vile ambavyo roho zetu zinampenda. Ni ngumu sana mmekaa chini wa mama, mnapiga story alafu sikia mama mmoja amemwambia tabai mokire. Ekejire Jesu rajiguaga maundu makwa na no. But in the depth of God, the feeling, that love is expressed. How ni kwa joturiti marugo mama umira rumari Jesu. Ginyoka gwatokera Jesu ma kana gumumunyewe. Tudu wiguaga hau ni hora hota kumuitururira uria wothe wiguaga. In his depth, that is what sustains how we feel about him. Au no ureziria hana riraitaga kimirari nikio igaga. Tageria gutonya kana uthie into that brokenness. Gutire kiugo gicama atetire Ngai. In the depth of God, that is when we express how we feel about him. Nikiona gadu kanitha makirira. Matirira gatondu mena maithori. Marira ni kiundu kiu. Tikana mumakorwo toro ukanyitwo ni muthuri waku kaundu. Ukamwira maundu nginya ukarira. Ngai. Nima Ngai kirago utangiahikirie ma. Ngai. Ni igirikuma. Igiriku Ngai. Ndonire ka video kage gakairitu karahika ndio kana muranga. Karauga mehitwa gakiriraga. Ndanaga video kauga ndina bio. Ona kou athire. Ona kou athire no gukorwo urirago uguo ni rihaso. But mundu cio ndararagio ni kindu kingi, araragio ni riri. Kuona ati mundu uria twarikanire ni tukahikania muthenya ni weka atia. Kiriko ni gieka atia ni kiahinga. Kiu nikio gitumaga turire. Rire muiguaga tukithia tukiuga Yesu ninakupenda. Kama sio wewe ningekuwa wapi? Maundu macio matihanikaga na guku iguru, mahanikaga when you are deeper in prayer. Kwira kuna githungu, the deeps call for the deep. Wakati umezama, hayo mambo ndio naweza kutokea. Kuna watu hulia. Hiyo maneno hutoka wapi? Niyo na kuri mundu mwa comment the Facebook akandika na utwike mundu rume bishop tiga kuririra hauta mwana. Ndungimenya. You cannot understand. You cannot. In the depth of God, he breaks us, because before God makes a man to be who he is, he must first break you. Sometimes when you are getting broken, don't worry. Kuna wakati unaweza vunjwa na watu wanakuumiza moyo, wanavunja moyo wako kwa vipande. Sio wakati wowote unavunjwa unamalizwa. Ndio Mungu atengeneze mtu awe kile anataka kuwa, kwanza lazima amvunje. Lazima Mungu akuvunje. Ndio Hana afanyike mama ya Samueli, alivunjwa, akakosekana, akaitwa mlevi, akaitwa majina na Eli, akavunjwa. Akitoka nyumbani Penina akamwambia kwenda huko tasa wewe. Hayo ni maneno ya kukuvunja moyo. Hata katika familia ambazo tumetoka, kuna watu watakuvunja, lakini unapovunjwa usife moyo. That is a time of making. Praise the name of the Lord. And then sometimes wakati tumevunjwa, maombi huwa magumu, kwa sababu huwa unashindwa utaomba Mungu ama kwanza utaua wale. Tunaona watu wengine wakiingia katika maombi hawana maombi mengine isipokuwa kurejesha mishale, kukatakata na kuchoma. Hiyo maombi weka chini. Focus on God. Kuna wakati mwingi tunaishi katika maombi tu ya kuchoma. Mungu nakwambia hivi, mimi Wangari hawezi niambia maneno kama haya, hawezi niita majina kama haya. Na katika maombi haya, Wangari mahali popote ulipo, by fire, by mighty, agikondo tiga wana tiro rwagika gaida lizona gatawe niendete ono cio rahoera uru
Ndio mnaonaga watu wengine wanatuombea tuanguke, hatuanguki. Mungu halizoniki kama wao, anatupenda. Kwani Mungu unafikiri ni personal property? God is not a personal property. Mungu ni wetu. Na unapovunja watu wengine na kuwaua, hawawezi kufa. Ati mpaka ukiwa hapa kanisani unashika handkerchief yako na unatembea hivi ukiangalia Wakristo kama wanakuona. Katika jina la Yesu, huyo mzee alinitupa na kunyonga. Kufa. Baba Saimo, die by fire. Ocio ragaria kuraga dange kuaga ino amwendete. Umuragagira go kanitha, ukiumira kanitha mugacemania. We mwega ngomeno. Karigwa atiriri na kanitha ndakimuraga. Ndangikua. Ndangikua. Bwana Yesu atukuzwe. Hawezi kufa. Lazima tuondoe upuzi ingine katika maombi. Ati tu mtu yote akikukosea unakuja kumkasa hapa. Karibu uchukue mishahara ya ukweli. Ati my aunt ni aranumire na nienda uga mahoi ni maya mwathani by fire by mighty mugwe oyo umukore githuri na murimo. We no ikie mugwe hao kinye murimo. Tutige wana wa mahoya. In the depth of God, we are carried by adoration. We go there to adore Him. We go there to exalt Him. We go there to tell Him how much we love Him. In that adoration, you capture His attention. Where's the capture attention ya Mungu hapa na mapanga? Atuwekage oguo. I cut by fire every communication between me and Jimmy. I cut it. Okere kiwa ikarathi tugithoma Biblia na yaku thimo-ini ukona Jimmy agwikiria ngoro ithatu ndune. Na ni ugutemangite communication ya apana. In the depth of God, we are carried by adoration. Tuthiaga hau kumwira urie muthingu, urie mwega, urie mutugi na kumuririkania ciiraniro ciake. Mugiko ugire tiga gute migwe na ke na nguyo ile something. Maombi yetu acha kuyapoteza. Wacha kupoteza maombi. Hautaua watu, hautakatakata watu. By fire by mighty I send the fire to Dagehea. Cenjia muhoere waku, coka riu guthathaiya, coka kumwira maundu maria ekaga, mweleze vile alivyo na nguvu na uwezo. Katika hizo nguvu zake mweleze vile unataka. Wakati Yesu alienda kufufua Lazaro, alimwambia Mungu, ninakuita kwa sababu unajua nikikuita huwa unaniitika. Nie nejoe neojiguaga. That is the way to pray. Hata Yesu hakuna mahali alisema ati sasa Mungu tunarusha mishale. Hapana, alifunza mitume wake na akaambia Mungu, na usitutie katika majaribu, na utusamehe jinsi hata sisi tunavyowasamehe walio tukosea. Lakini sio kuwakatakata. Hebu imagine Yesu angeambia mitume wake ati waombange hivyo, na utuhagire mehia maitu tore ithuĩ tũmohagira twagira matwihagia tagira ko Jesu akinyagwa mera atiriri na utemegage thu ciaku o toria nawe utemangagwo nicio. Hapana, Yesu hakuwafunza hivyo. Yesu aliwafunza number one, adoration. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom, your will, as in earth as it is done in heaven. Give us this day and Sasa niambie ni wapi hapa umesikia Yesu akikimbishana na maadui? No, in his depth we are carried by who he is and not who we are. Are we together? We are carried by who he is. Jesus, jana usiku niliambiwa na kijana wangu anataka, alisema nini? Kina kitu aliitisha. Inaitwa nini? Kikitabu kiko hapo. Kikitabu kinanunuliwa watoto wa shule kia kusoma.
yeah? Targeta. Sasa mimi sijui targeta ni nini. Nikauliza mama yake, tukua upole ndio mtoto asisikie. Yamuli targeta ni ndo. Akaniambia ni kitabu iko na maswali na huku nyuma iko na majibu. That is how Jesus is. He is the question where he remains to be the answer. Praise the name of the Lord. He is the targeter of a Christian. Sasa wewe unataka tu hapa watu wakufe katika maombi yako? Wewe unaua watu hapa. Kila siku ni kuua, utaua watu wengi. Na wale watu wengi ukiombea watu wenye wivu, ukiombea watu wenye si wazuri na roho mbaya, wacha wakufe. Kwenu kutakuwa na mazishi kila weekend kwa sababu wale watu wabaya sana wako kwenu. Ngai njuragira thu ciakwa ndaguthaitha ari othe matanyendagira wega mekwanyu ti ithuĩ tukwendete mũno nĩkĩo twĩ nawe. Arĩa matandaga nginya gũkuona me bamĩrĩ-inĩ nĩ ũkũraga tata wanyu Ngai. Ũrĩũkaga ũkauga by fire by arrow I send fire to everybody who hates me, my enemies. That is a bomb. Ukahurwo thimo mande Wambui tata guo nĩarakuire tondũ maiyũire andũ arĩa makũiguagĩra wĩiru, andũ arĩa magũthũire, andũ arĩa matakwendete matirĩ haha, me kwanyu. Nĩo maugaga nĩ wetĩĩire, nĩo moigaga we kwanja we na nĩguo twamũmiririe kĩmira atũraga haha menyitĩrĩire ũũ. Rĩu ta muone TV-inĩ nginya ndatwaragĩria andũ arĩa matakwendagĩra wega matirĩ gũkũ, me kwanyu. Tiga kũraga andũ, nĩ ũkũraga andũ anyu. Mwathani ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ngĩrĩkia mahoya maya harĩa matanyendagĩra wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na wĩtĩkio cua nĩ ndamatemanga cua macete cua cua cua. Wednesday kaigua ugakorwo ku Friday nĩkĩ kũrĩ mama guo nĩ aratũtigire ni ora toira ũrĩtie ũrĩinũka rĩa kũrage ona. Hapana, kama tutasema ni maombi ya aina hiyo hatutaweza kuingia katika undani. Why? In the depth of God, the first kingdom principle, you cannot pray in hatred and wait for answers. The kingdom principle that guides prayers should be love. Na ndio maana unasikia maandiko yanasema ya kwamba ombea adui zako waishi siku nyingi. Sasa wewe ombea adui, ambia Mungu sasa ulisema tuombee adui. Na nimesukumwa, kuna mahali nimesukumwa. Na kwa sababu ulisema waishi waona nikibarikiwa, sasa nataka kukumbusha hilo agano. Nibariki waone. Kwa sababu ninawajua na ninawaombea waishi na ninawapenda. Sasa na wewe niinue wakiona. That is the way to pray. Lakini sasa wapendwa, tukiwaambia let us go before the Lord, disconnect yourself from every evil plan. Tukisema every evil plan, already uko na adui kwa kichwa. Na wewe tumekwambia uombe against evil plan. When we say pray that you get disconnected from every evil plan, we are not sending you to someone. We are sending you to pray that anything evil should not happen to you. No we twakwira uhoe utigithukani na mubango wothe wa thu already thu iyo winayo kiongo. No ithu turakwira wire mwathani undu wothe mundu ndukahanikire. Taruwe ni rwaikara ogwo geciria wikanitha ukihana uhurwo ngeta. That is an evil plan. Tau tukikiuma guku uhurwo ngeta tondu kwa gatuma ni goka. Praise the name of the Lord. Every evil attack, every evil plan, but not someone. No, in Christianity, we already have an imaginary enemy. That is that way. Rugamai tukumithie thu citu o mundu he mundu arona ha. That is not the will of prayer. The will of prayer should be guided by love. Love is the kingdom principle of prayer.
na nikiona hindi ciothe Jesu ahoyaga ambaga gutongorio ni wendo. The depth of God is controlled by love. Na ndio maana mimi mnaonanga hakuna kitu kingine napenda. Mimi napenda upendo. Na sipendi upendo, natenda upendo. Because love is the kingdom principle. No matter who you are, you should be guided by love. When you are guided by love, prayer becomes easy. Ugitongorio ni wendo mauru-ini ona mahoya ni mahuthaga tondu Ngai ndathikagiriria ihoya ria mundu uthuire andu aria angi. Ngai ni ategagira gutu ihoya ria mundu wendete aria angi, tondu Ngai ni endete kuigua kiuga Mwathani rathimang'ania, mwambararie, mwike maundu mega. Ngai ni onaga kwiaga gwaku akarora kona agikorwo no ahoere mundu uri ungi uguo ri ikorwo niwe ekwihoyagira agikorwo no ukiri uguo wire Mwathani Ngai ndakuhoya uheanita muthuri muthaka muraihu wina githuri ugu. Ngai akarora kona onawe wi singu no wamba gutigana nawe wamba kuhoera u haria nite kuonera moka mariri eri uyu no ni murata woyu aigua maundu ni meiga inyueri. Because love is the kingdom principle that guides prayer. Praise the name of the Lord. If you live, na hii ndio nitamaliza nayo, in his depth, that is where we keep the fire of God in us active. Katika maombi na katika kuzama, ule moto ambao huongoza Mkristo unakaa kama umewaka. There is a certain fire that is in you. That is the fire that ignites you for ministry. That is the fire that keeps you alive. Kuna watu hapa hata uwatusi hawastukangi, kwa sababu wewe kile umefanya ni kuwatusi, lakini hujazima moto ulio ndani yao. Hao ndio watu hata uwasukume wanasemaga tu mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana pandishe. Those are the kind of people, kwa sababu kile wanajua ni kwamba umesumbua tu mwili wao wa juu, lakini mahali wanaweka moto wao wa kiroho huwezi fika. Praise the name of the Lord. Tunawaitanga na kizungu character assassinators. Hao ndio wale wanaketisha Gatuthu chini wanamwambia Pastor Frank ni mundu mũru mũno. They only assassinate the character but not the place of his fire. And if we have to keep the fire on, we must live in the depth of God. Tunaonanga watu wengine hapa hata kanisani unawasukuma tu, lakini kile wanafanyanga kama ni ushering hawachi, kama ni security hawachi, kama ni kuserve maji hawachi, kwa sababu wewe uliguza mwili wao wa juu, hukuguza mahali pao pa moto. Kindu kiria kiu ni mundu anyarire haria mwaki waku wakanagira. Nilikuwa naona tukiwa nyumbani usiku tukienda kulala, mama yangu alikuwa anachukua kakuni kanatoshana hivi, alafu anakaweka kwa jivu usiku mzima. Tukiamuka asubuhi anafukua ile jivu, anaweka kuni, anafurisha, moto unawaka. Lakini ile siku hajaweka hiyo kakuni, lazima akuamushe, upatiwe sahani, uende ukaobe moto kwa wenyewe. Kama hutaki kwenda kuomba moto kwa wenyewe, linda moto ulio nayo sahi. Kama ni moto wa injili ulinde sahi. Kama ni moto wa compassion ulinde sahi. Kama ni moto wa kuimba ulinde sahi. Hautaenda kuomba moto kwa wenyewe. You must guard the fire that is in you. And it is only guarded when you pray and when you enter into the depth of God. Lazima ulinde moto. Majaribu ni mengi, watu wa kukupiga ni wengi, watu wa kukusukuma ni wengi, lakini wewe unajitahidi namna gani kulinda moto ulio ndani yako. Agikorwo mami ubikaga mwaki nigetha akore mwaki wake uri ohori,
onawe ndubike waku. Sio kuguzwa hapa kidogo tu, na ni kuguzwa tu kidogo tu, kwa sababu ulisikia mama wamesema umetembea hivi. Sasa hiyo unawacha kanisa na unaenda huko nje, mimi sitarudi hiyo kanisa kwa sababu mama wamenisengenya. Kamoto kako kanafurishwa. Na sasa ukipitia ile maisha sisi upitia, si utakufa? Sisi unajazwa dunia hii yote, na kesho uko hapa kwa madhabahu. Hakuna kuzima moto, utiri kurega. Unaamukia hapa na unakuja unahubiri, unafanya compassion, maisha inafanya nini? Inaendelea. Ubeka mwaki uria we ngoro-ini yaku. Mathina ni maige, twithia thina, twithia ndworu, twithia andu megukuhura, no ndukanetekere kuhoria mwaki uria wakanaga thiini waku. Mwaki ucio niguo gutuaga kiria we uri. Bwana Yesu atukuzwe. Wa mama watatu hapa jana tu akishikana watano wakusengenye. Amuki sade ukawe mutheru ukira sade wengi. Na kwaje watu wako ina toro. Tembea 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 umire ha. Tembea tembea tembea. Tembea tembea tembea. Ukawe inire ha. Tengera tengera ugatengera. Nona acio maragucabagia. Nio megutigeo kanitha. Hao ndio watazunguka. Lakini usikubali kuzima moto ulio ndani yako, because in a Christian there is a certain fire that ignites them for God. Hiyo moto ndio inafanyaka unasikia umechomeka. Nataka kwenda kuomba. Nataka kwenda nipige magoti. Kama leo asubuhi nikifika hapa kanisani, nilipata watu wamejaa kule wanaomba. Mwingine akaingia hapa akaniambia, Bishop, nimekuja kuomba, leo ni birthday yangu. Unasikia ni birthday yake, lakini akili ikamwambia kwanza enda wapi? Ukaombe. Hiyo ndiyo moto ambayo hukuchochea. Kuna ile moto huchochea mtu, enda omba, enda fanya hivi, enda tukuza Mungu, enda abudu, chukua unga pea majirani. Hiyo moto usiwahi zima, kwa sababu watu umeinukiwa na dunia. Kazi ya dunia ni kuinukia mtu. The only problem you can do it is to be against yourself. But if you are not against yourself, always stand for yourself. Praise the name of the Lord. Si hata kwa manyumba hizi tunaishi, si tunakwaruzana kila siku. Ushawahi chukua bagi utoke kwako juu umeitwa paka na mzee? Bro hana nya wenyi na amage. Uroya bagi toro wenu hugu. Kanithora umaniki tondu atumia na mauga ati umuthi ni ugwitiaga. Mandiko mnakuya kwa niwe Ngai wete. Bwana Yesu atukuzwe. Lazima usimamie moto ulio nao, because in the depth of God, how ulikuine wa Ngai no tubika kama akigaitu. No ugikara haha iguru mwaki ni ukuhora. Ona ungitiga wakitie kimwaki no ki iguru rucini ugike gako kihorete. No uria ubikagwo nduhoraga. Ubika mwaki waku wa kiroho rungu kuria kundu kuhithiku. Rucini ndugokira kwiathani ukahoe mwaki kwene. Praise the name of the Lord. The depth of God. We have to master the art of staying with Him. That is His depth. We must, or we have to master the art of staying with Him. That is His depth. We must master a way of staying with Him. Lazima tujifunze kukaa ndani yake. That is the secret to His depth. Master the ways of staying with Him. Tafuta kujua njia ambazo zitakufanya uwe na Yesu moyoni kila wakati. Hiyo ndio siri. That is the depth of God. Mastering the ways of staying with Him. Tafuta kujua Yesu akenagio niki. Ngai endete ki? Niki kigucagiriria Ngai? Wirutanirie muno hinde ciothe gukoragwo uri nake. Kwa sababu kuna wakati mwingine unasikia mtu amesema, reke kwera we, nikuiga Ngai thi ndagika ithano we nawe. Gutiri hindi tukaiga Ngai thi. You must learn the ways of staying with Him.
despite kutusiwa na Penina, Hana alijitahidi kukaa na Mungu. Na ndio maana alienda mpaka kwake akamwambia, niui ona riria ndanarumo ndire ndagutirika. Kiugo kiu ni very important. Na ndio maana wakati Ayubu mambo yalimsukuma, mambo yakasukuma Ayubu. Ayubu alitaka kuachilia Mungu. Rafiki yake akamwambia, Ayubu, tiga kuona Ngai tare tho, weiguithanie nake na nĩegũgũteithia. Wakati mwingine huwa tunajaribiwa, tunaona kama Mungu hayuko. Hapana, tafuta njia za kumjua na kukaa na yeye. Hata wakati wa majaribu unajua na unasema ndaturumitwo nĩguo ngwe, no Ngai akirega ngwe. Tafuta njia za kuwa katika yeye. That is his depth, because the depth of God is being with him. Urikuine wa Ngai nĩ gũkoragwo nake. He mundu ainire atiriri, hakuhe nawe Ngai niho ngwe. Ti hakuhe nake. Mundu ucio nake nĩ abatie kũũrio, ko tarenda guthi haria ri, ti hakuhe nawe. Nake ũngĩkĩina, hamwe na Mwathani o mĩndĩ na mĩndĩ, ũcio nĩwe warĩ raiti. Ti hakuhe nawe Ngai, hamwe nawe Ngai. Those are two different things. Ati hakuhe nawe Ngai niho ngwenda, nake ũngĩ akiuga hamwe nawe Ngai. Who was right? Hamwe nawe. Together in him, not together with him. In him. Ndithini wake, niko ndani yake, naye ako ndani yangu. Wirutanirie muno gukoragwo na Ngai, tondu rekei ndimwire, mundu utari na Ngai muiganu ni ekugurara muno. Muturi uyu turatura uragurario nginya ni mwana. Muturi uyu turatura ni ukugurara muno. No wina Ngai ni umenyaga atiriri, ni kwa msimu, yatafanya nini? Yatapita na yataisha. It is because you have mastered the art of being with him. Ni tondu ni umenyete hitho ya gukoragwo nake, no ti hakuhi nake, gukoragwo nake. He mundu ainire akiuria, ndina Jesu ngwenda kinie, ndina Jesu ngwenda ki. Tondu riri wina Jesu ni kiki. Ama wewe hujaiambiwa kitu na mtu unamwangalia unaenda, ukerwo kiundu karora mundu, ndina Jesu ni ndiodoge ndirenda. Because the only force that guides us from the corruptible world, it is only God. Hinya uria umanaga na Ngai niguo tugiragiriria tugio ni thi ino ihoire ungumania. Praise the name of the Lord. Inaingia ama haingii? Mutaenda kujisomea 1 John chapter 4 verse 16. 1 John chapter 4 verse 16. As I said, in his depth we find comfort. Nitumagiririo muno riria turi urikuini wa Ngai, nitumagiriria. Wakoragwo sometimes kuna watu wengine hata ni wagonjwa sana, lakini akiwa ndani ya Yesu, hata kama amelala kwa kitanda ya hospitali, anaimba tu, heaga hinya nyumagiriria uhebagirie na wendo waku, tondu ti thina kana magerio iria ingituma Ngai tutigane. Heaga hinya nyumagiriria uhebagirie na wendo waku, tondu ti thina kana magerio iria ingituma Ngai tutigane. Ciugo ta icio ona wi murituhire ni muturire, ciugagwo ni mundu wi urikuine wa Ngai. Praise the name of the Lord.
In him, in his depth, we find comfort. In his depth, we get restored. In his depth, we get restoration. Ushawahi fika mahali unaona like umeisha, ama unaangalia mtu unaona huyu sisi na yeye duka amefunga, amejaribu kibanda imeshindikana, ameuza maembe imekataa, mpaka nyinyi wenyewe mnaambiana huyo noga gicagi. But when you live in the depth of God, there is power of restoration. Nĩ kũrĩ hinya wa gũcokereria rĩngĩ. Rekei ndĩmwĩre, ũngĩenda gũcokereria ikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩa mwene hinya. Andũ marigagwo haya inei nĩ acokereria na arakĩrĩa athiĩ acoke gĩcagi, makariganĩrwo ũrĩa ũhithĩtwo ũhitho-inĩ wa mwene hinya aikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩa mwene hinya. Kĩgunyĩ-inĩ nĩ kuga atĩa? No ũhethũke rĩngĩ. There is hope. Even if a tree is cut, it will sprout again. These things are the promises that you can only find in the depth of God. What is the depth of God? The depth of God is understanding how to communicate with him. Ulikuwa Ngai umenyekanaga na mundu uria oi kumwariria. Praise the name of the Lord. In his depth, all our sorrows and fear are taken away. Ũngĩthiĩ ũriku-inĩ wa Ngai wĩna kĩeha na wĩna guoya, nĩoyaga agagũkuĩra tondũ nĩoĩ wĩ mũmaku. And finally, if you understand the depth of God, he understands the depth of your voice. Ũngĩmenya na ũtaũkwo nĩ ũriku wa Ngai, nake nĩ ataũkagwo nĩ ũriku wa maũndũ marĩa marakũgia, tondũ nĩ ũhotaga gũthiĩ kũmwĩra. If you cannot enter into his depth, he cannot enter into the depth of your sorrows, because you have not taken it to the Lord in prayer. Can you tell your neighbor, take it to the Lord in prayer? Yanayo kusumbua hupelekwa kwake kwa maombi. Unapoingia katika undani wake, naye huingia katika undani wa kinacho kusumbua. In his depth, that is when you speak it out. Rekei ndimwire, ũngĩtua kwĩra mũndũ maũndũ marĩa marakũgia, mũndũ ũcio wera maũndũ marĩa marakũgia no ekwĩra mũndũ ũngĩ. Are you together? Ukiingia katika undani wa watu, ujue watu wataingia katika undani wako. Na ndio maana unasikia mtu amesema kitu yako mpaka unamuuliza, na nani alikwambia? Wewe ulikubali kuingia katika undani wa watu, nao watu wakaingia katika undani wako na wakajua siri zako za ndani. Lakini utakapojua kwenda katika siri ni kwa Mungu, unaenda pale ambapo Mungu alipo, unamwambia Baba, nimekuja hapa because this is where I am guaranteed that my safety is. Chochote nitakachokuambia sio kusikia tu, utasikia, utanisaidia. Unaweza mwambia mwanadamu na asikusaidie, lakini katika Mungu, in the depth of God, that is where our help comes from. And that is why David said, I looked up on the mountain because that is where my help comes from. He could have looked around, but he decided to look up on the mountain because that is where his help came from. David understood the depth of God. When Peninnah could not tell the husband again about a child, he entered into the depth. You go and check in your Bible. Anyone who went into the depth of God received victory. Joshua had an enough army, but he decided to enter into the depth because he understood that God is the owner of Mother Nature. So if I beg God to stop the sun, he will. If I command the sun, because I'm already in the depth,
I have the power to command. When you enter into the depth, you get the power to command. That is how you command sicknesses out and they go out. That is how you command fear out of you and it rush out of you. That is how you command riches and honor in your life. When you enter into the depth of God, you receive the power to command. Joshua entered into the depth and he commanded. Moses went into the depth and he commanded. If you want to receive the power to command, enter into the depth of God. What is the depth of God? It is your ability to pray and fast, to pray without ceasing, and to pray in faith. And that is the depth of God. Let us rise on our feet in Jesus' name. What a friend we have in Jesus. One village to carry everything to God in